Mwenyezi Mungu amemlaani mwanamke mwenye kuunganisha nywele na mwenye kumuunganishia. Wewe leo unakwenda kuchukua nywele ya maiti unamvisha mtu, unamuunganishia nywele ya plastiki, unachukua uzi unaishona ile nywele yake, anaonekana kwamba ana nywele, kumbe ni urongo, hana nywele. Anaonekana kwamba nywele yake ni ndefu, kumbe ni uzi. Sasa mtu yoyote anayeunganisha nywele na anayemunganishia, huyo ambaye anayefanya kazi ya saluni, hawa wote wawili wamelaaniwa. Walwashima walmustawshima, na mwanamke ambaye anayechora tatu na mwenye kumchorea tatu. Anaona hii ngozi yangu hii bado kuna walaki ndani yake, lazima niibadilishe. Akachora kwenye kifua chake, akachora kwenye mgongo wake, na hasatan kwa mwanamke inakuwa ni akhas, ni mbaya zaidi kuliko hata kwa mwanamume. Na mwanamume vile vile ndo mbaya, akionekana mbele yake haisemeki manake. Je, kwa mwanamke itakuwaje? Lakini wanamisa walmutanamisa, na mwanamke ambaye anayenyoa hii nyusi zake na anayemnyolea, kila kitu imewekwa mahali pake. Mungu anajua hiyo. Wewe umekwenda kubadilisha maumbile ya Mungu, ukaona hii ya Mungu, hii nyusi iko hapa juu, ukaitoa ukapaka makaa, rangi ya makaa sasa, au ukachukua wanja ukapaka hapo, kwa maana unamkosoa Mungu. Leo ameshabadilisha nyingi, wacha hii ya kubadilisha hii nyusi, wengi wameshabadilisha mpaka kope ya Mungu. Hii kope wanaona haifai, wakabandika nyingine juu yake pale. Makucha ya Mungu hii wameona haifai, wanakwenda wanabandika nyingine juu yake bandia, aonekane kwamba yeye ni mtu mrembo, mtu amestaarabika, mtu ambaye ameendelea. Kumbe ajui anajidhalilisha. Kila wewe ukiacha makucha yako marefu kama jini, wewe ndo ambao unaonekana ni mtu wa mwisho ambao umezubaa katika dunia hii.